be used of God. Hallelujah. Candidates of greatness, let us celebrate the Lord. Hallelujah. Amen. Ukia mtu mwingine umwambia, it does not matter where you have been positioned. Your positioning will be for your uplifting. Hallelujah. Your positioning will be for your uplifting. It does not matter where you are. Ukia mtu mwambia, it does not matter where you are right now. Where you are is a positioning for your uplifting. Hallelujah. Nokapo wanaamini hivyo ni ukweli. Ya kwamba mahali yuko ni Mungu anakutengenezea njia ya kukuinua. Ni Mungu anakutengenezea njia ya kukubariki. Ni Mungu anakutengenezea njia ya kubarikiwa. Tusome kwa haraka sana Dan. James chapter 1 verse 1 to 4 very fast. James chapter 1. James chapter 1 verse 1 to 4. 1. Apewe microphone inafanya kazi. Amen. James chapter 1 verse 1 to 4 very fast. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations, greetings. Consider it pure joy. The Bible says what? Consider it pure joy. When what happens? My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Whenever you face trials of many kinds. Ukia mtu mwambie ihesabu kuwa furaha wakati utakapokabiliana na hali za maisha. Hallelujah. Consider it pure joy. Kwa nini? Endelea mbele Dan. Kwa nini uihesabu kuwa furaha? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Kwa sababu unajua kujaribiwa kwa imani yako huwa kunatengeneza nini? Uwezo wa kuvumilia. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete. Na wakati ambapo kuvumilia kumemaliza kazi yake huwa unakuwa umekomaa kufanya ile kazi Mungu amekuitia. Hallelujah. Amen. Amen. Up to that we are okay. Ya kwamba ukivumilia na ukienda vizuri kulingana vile Mungu anataka, you'll be prepared for a great cause. Hallelujah. Amen. Now the problem is, kuna wakati ambapo niliongea kuhusu the process or the desert between what? Between the dream and the palace. You remember me preaching about that. Na leo nataka tuweze kuangalia now the process ambayo Mungu anatumianga kumtengeneza mtu. And we will use the life of Joseph and many other believers because we will be looking at this topic for the whole of this month, and God will help us. Bwana Yesu asifiwe. Our lives will never be the same again. I believe God will prepare us for a great cause. Kwa sababu mimi ninapoangalia hivi naona watu ambao wako na destiny kubwa. Amen. Napoangalia naona watu ambao Mungu anatayarisha kuinua akina Samueli. Naona watu ambao Mungu anatayarisha kuinua kama Josefu. Naona watu Mungu anatayarisha kuinua kama Daudi. Naona watu ambao Mungu anatayarisha hata kubadilisha uchumi wa nchi yetu. Ya ukia mtu mwambie you will change the economy of our country. You can imagine and how far you are struggling. Unajua kuna mambo mengine pastor huwa watu wanasema pastor hiyo ni kama ndoto, ni kama nini? Ni kama video. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hii sioni kama inawezekana. But I came here to encourage you. Many times when the things of God are being declared, sometimes they look impossible. Hallelujah. But God is a maker. Is a producer of great men. Is a maker. God is a maker. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye anatengenezaga watu ambao ni wakuu. Bwana Yesu asifiwe. And you are in the hands of God for you to become that what God has purposed for you. James anasema ya kwamba ukipitia majaribu usijali, wewe endelea kuvumilia. Tusomee Philippians chapter 1 verse 6. Tusikie vile inasema kwa haraka sana kabla tuende katika kitabu cha Genesis very fast. Philippians chapter 1 verse 6 inasema nini? Philippians 1:6. Being confident of this. Be confident of this. That he who began a good work in you. That he who began a good work in you. Will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Will carry it to completion. Ataibeba mpaka aikamilishe. Ule alianza kazi nzuri ndani yako ataibeba mpaka ya ukia watu wawili waambie kuna kazi nzuri Mungu anafanya. Na Mungu sio wa kuondokea. Mungu is not a quitter.
Mungu atang'ang'ania mpaka ikamilike. Hallelujah. Ukia mtu mwambie the problem with you ni kwamba wewe ni dhabihu iliyo uhai. Na wakati ambapo moto unakuwa mkali, huo unaondokea ile nini? Ile makali ya moto. Naomba Bwana akatupatie uvumilivu tukaundwe mpaka tuundike. Hallelujah. Ukia mtu mwambie Bwana nataka uundike na uwe chombo cha dhamana katika mikononi mwake. Naomba roho wote wa kufanya tuyumbayumbe, roho wote wa kututoa katika wema wa Bwana akaweze kushindwa katika jina la Yesu, na Mungu akatutayarishe kwa sababu ya kazi nzuri anayofanya katika maisha yetu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wacha tuende haraka done with that understanding. Tuende katika kitabu cha Genesis chapter 45. We will use that as our case study. Genesis chapter 45 from verse 4 tuende mpaka 12 very fast. Alafu tutarudi nyuma tuangalie maisha ya Joseph na Bwana tuone mahali ambapo alianzisha, na Bwana ataweza kutubariki ili afike mahali ambapo tunasoma sasa. Soma. Genesis 45 verse 4. Inasema nini? Please come closer. He said to them. So they came closer. And he said again, I am Joseph your brother, whom you sold into slavery in Egypt. But don't be upset and don't be angry with yourselves for selling me to this place. It was God who sent me here ahead of you to preserve your lives. This famine that has ravaged the land for 2 years will last 5 more years, and there will be neither plowing nor harvesting. God has sent me ahead of you to keep you and your families alive and to preserve many survivors. So it was God who sent me here, not you. And he is the one who made me an advisor to Pharaoh, the manager of his entire palace, and the governor of all Egypt. Now hurry back to my father and tell him, this is what your son Joseph says. God has made me master over all the land of Egypt. So come down to me immediately. You can live in the region of Goshen, where you can be near me with all your children and grandchildren, your flocks and herds, and everything you own. I will take care of you there, for there are still 5 years of famine ahead of us. Otherwise you, your household, and all your animals will starve. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo naomba under the anointing of that understanding, naomba ya kwamba kama kuna mtu hapa ambaye maisha yake yamekuwa ni ya kusononeka, maisha yake yamekuwa ni ya kushindwa, maisha yake yamekuwa ni ya kilio, Mungu akakupe sababu ya kutabasamu tena katika jina la Yesu. Mungu akakuonyesha kwamba mambo yote ambayo umeyapitia katika maisha, it was not meant for your destruction, it was meant for your making. It was meant for your training. May God reveal unto you ya kwamba ako na mipango mizuri katika maisha yako, na kile ambacho shetani amefanya for your entire life, katika jina la Yesu Kristo kukaa kama inakuagamiza, sasa Mungu ameigeuza imekuwa ni ya uzuri wako. I came here to say in the mighty name of Jesus, it is true the devil was intending to destroy you. The Bible says in the book of John chapter 10 verse 10, the devil was intending to harm you, the devil was intending to kill you, the devil was intending to destroy you. But I came here to say in the mighty name of Jesus, when the devil was planning to destroy you, God was planning to elevate you. Nilikuja kusema hapa katika jina la Yesu Kristo, whatever that you have gone through, it was meant and it is meant for your making. Nilikuja kumtia mtu ni moyo nimwambia kwamba kile ambacho napitia sasa, wacha kukata tamaa. It is meant for your making. It is meant for your uplifting. It is meant for your best of ability to be produced. Hallelujah. Nimekuja kuchallenge mtu hapa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mangumu unayopitia usikate tamaa. Ya mtu usikate tamaa, kwa sababu ushuhuda unajitengeneza. Ushuhuda unajitengeneza. Mwambie mtu usiwe na wrong attitude, kwa sababu ukiwa na wrong attitude, ukiinuliwa utaangamiza watu ambao ulikuwa unafaa kuwabariki. Asiumwambie mtu hivyo, usiwe na wrong attitude, kwa sababu ukiinuliwa utawaangamiza wale watu ulikuwa unafaa kuwabariki, utawaangamiza wale watu ulikuwa unafaa uwasaidie. Unaona vile Joseph, the Bible says, he was taken to Egypt that he may become a platform, that he may become a bridge to save his family. Ni nani alimpeleka Joseph Egypt? Ni familia yake. Why were they doing that? They were doing that to destroy him. But that what was meant for evil, God turned it for good. Oh, hallelujah.
Nataka ugeukia mtu unisaidie kuhubiri. Whatever that is happening in your life that is meant for evil, God is turning it for good. I came here to say in the mighty name of Jesus, there is not accident for the people of God. Hakunaga ajali katika maisha ya watu wa Mungu. Kile kitu ambacho kinafanyika Mungu ameruhusu. Kile kinaendelea Mungu ameruhusu. Na anajua mwisho wake. Na Mungu sio kuita. Hata ondokea kile unapitia. Atatembea na wewe mpaka mwisho. God was with Joseph to the end. Atakuwa na wewe mpaka mwisho. Na anatengeneza ushuhuda katika maisha yako. Naomba katika jina la Yesu Kristo, Mungu akajaze vinywa vyetu na ushuhuda kama vile ambavyo alifanya kwa Brenda na akatolea ushuhuda siku ya leo. May that what seems impossible become a testimony unto you in the name of Jesus. May that what was meant for your destruction become your platform for your grace and uplifting in the mighty name of Jesus. Daudi anasema namna gani in the book of Psalm 3 from verse 3? For thou, O Lord, art a shield for me. My what? My glory and the lifter of my head. Nilikuja kusema namna gani? For thou, O Lord, art a what? Art a shield. Ukia mtu mwambie God is our shield. Oh, God is our shield. God is our gift. God is our gift. He is our glory. He is the lifter of our head. Nilikuja kusema ya kwamba katika jina la Yesu Kristo, it does not matter what the devil is doing. Stop concentrating on the devil. Concentrate on God. Stop concentrating on your problems and challenges of life. Concentrate on what God is doing, because He is doing a new thing upon your life. Hallelujah. Am I saying something to somebody? Nilikuja kusema ya kwamba hiyo biashara is meant for your uplifting. Nilikuja kusema ya kwamba hata huo ugonjwa is meant for your uplifting. Nilikuja kusema ya kwamba hizo furugu za ndoa ambazo mnapitia saa hii si za kuleta kutegana katika ndoa. Is meant for your uplifting. Is meant for your alignment. Hallelujah. Am I saying something? So nataka tujifundishe mambo manne tunapofanya introduction yetu siku ya leo. Important lessons ambazo tunajifundisha kutoka kwa maisha ya Joseph, kama vile ambavyo anasema ya kwamba don't you worry my brothers, that what you meant for evil God turned it for good. Nataka tujifundishe mambo manne. Number one is that the plan of God, the plan God has for your life demands for proper preparation and training. The plan of God upon your life demands for proper preparation and training. Na hiyo ndio kitu ambacho Wakristo wengi wamekataa. Proper preparation and training. Ukia mtu mwambie the plan God has for you demands for training. Nashukuru Mungu sana kwa sababu hapa niko na madaktari, pia niko na manurses, na nataka nitumie one of the nurse, Nancy. Bwana Yesu asifiwe. Na imagine Nancy sasa, wewe unaambiwa ya kwamba uduge mtu sindano na hujawahi fundishwa kuduga sindano. How will it be? Hallelujah. Will it be possible? Unaweza dunga uduge vibaya. Kwa hivyo kuwa daktari, it demands for proper training and preparation. Nataka ufikirie wewe kama mama unaenda kujifungua. Alafu unaenda kupitia CS. Uambiwe ya kwamba ule daktari anaenda kukufanyia CS. Hajawahi pitia kwa darasa ya mtu. Kwa hivyo hajawahi kuwa trained. Hallelujah. Na uambiwe ya kwamba hajawahi operate mtu yeyote. You be the first one. Will you go? How many women will accept to go through that process? Kwa nini hautakubali? Kwa sababu hata wewe unataka kufanyiwa kazi na mtu ambaye ni well prepared and hallelujah. Did you ever know that some of the things these people go through are so difficult in their preparation and training? Hallelujah. Kwa sababu kutayarishwa sio rahisi. Ukiwa mtu mwambie matayarisho sio rahisi. Kwa sababu mahali Mungu anataka kukupeleka si mahali pa kucheza. Si mahali pa kucheza. The level God wants you to possess, or the position God wants you to possess, is not a place to joke around. Hallelujah. It a demand for preparation and training. No wonder Mungu akaruhusu Joseph, ambaye alimpenda, mtoto ambaye alikuwa anapendwa na baba yake na pia na Mungu. Kama vile Yesu. The Bible says and Jesus grew. Akiwa na afya nzuri, akiwa na hekima,
akipendwa na nani? Na Mungu na pia watu. Hallelujah. Sio ni mzuri sana. That is a very good testimony. Lakini Mungu anataka uwe prepared. Even when you are being loved by men and also by God, He wants you to be well prepared for the course ahead of you. Ukia mtu nisaidie kuhubiri, umwambie there is a great work that is meant for you. Hallelujah. Great work. No wonder wakati wote tukienda mazishi, na nataka muangalie sana. Tukienda mazishi, unasikiaga watu wote, hakuna mahali tushawaienda ukakosa watu wa kusema vile huyo mtu alikuwa mzuri, vile alifanya kazi nzuri. Si ndio? Ni wapi ambapo ushawahienda ukakuta watu hawasemi uzuri? Kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Very few places. Mahali ambapo sasa mtu naye alikuwa sasa ameenda to the extreme, si ndio? Lakini mtu yeyote, hata mtu wa kawaida akipumzika, utasikia sifa zikimiminwa kwa huyo mtu. Hiyo ni kumaanisha kwamba there was a lot of expectations even when that person did not meet the expectations. Na sasa wanasema hata kama hakutimiza yote tulitaka, wacha tu muagie sifa siku ya mwisho. Geukia mtu muambie, wacha sifa utakazo mwagiwa ziwe na ukweli ndani yake, katika jina la Yesu. Kwa sababu there is a lot God want to do with your life. There is a lot God want to accomplish through your life. Hallelujah. Some of us, God is planning great ability, great capacity, great influence. Hallelujah. Great talents and giftings, great power. God is planning greatness upon your life. Lakini shida ni kwamba we never believe in ourselves. Si Mungu atusaidie. Tukienda kumaliza hii topic, I'll have a moment of prayer. Na nitaombea watu katika every area of their calling. Mtu katika mahali pake pa mwito, wana biashara, watu wa kuajiriwa. Tutaomba tumwamini Bwana ya kwamba you will never remain where you are in Jesus name. Ya kwamba God will take you levels and levels for the sake of your family, for the sake of His work, for the sake of what He has planned for your life. Hallelujah. Am I saying something to somebody? So nasema ya kwamba the plan God has for your life demands for preparation and training. So nasema ya kwamba this preparation and training is what we are calling the process of making a great man. The process of making a great man. Hiyo ndio tunaita the process of making a great man. Na wacha tuende katika kitabu cha Genesis chapter 37. Hata kama hatasoma sana, tunaona ya kwamba the Bible says Mungu alimtayarisha Joseph vizuri kwa ku make sure kwamba ako na environment kwanza ya upendo wa baba. Hallelujah. Upendo wa baba. Aka make sure kwamba there is love for the parent. And then aka make sure kwamba amemtayarisha kwa kumpa doto. Akampa doto. But the Bible says even after giving him the dream, things did not work as he expected. At home, for the 17 years that he lived in home, alichukiwa na ndugu zake. Baba yake ali-question his dreams. Bwana Yesu asifiwe. He was going through some difficult issues of life. Lakini kitu moja ukweli ni kwamba Joseph aliamini ya kwamba kila Mungu ameniambia ni cha ukweli. Hallelujah. So nasema ya kwamba in your early preparation, ruhusu Bwana aendelee kukufanya nini? Kukuunda. Where you are, ruhusu Bwana aendelee kukuunda. Usiruhusu masaibu ya maisha na hali za maisha zikuondoe katika wema wa Bwana. Alafu na Biblia inasema hivi, for your spiritual realities and dreams to manifest to the physical realms. In other words, for your vision to manifest to the physical realms, it takes the process of making that is not as easy as many people may wish or desire. Ili uweze kufanyika kila Mungu anataka, itachukua kazi ambayo sio rahisi. Na hiyo kazi ni ya nani? Hiyo kazi ni ya Mungu. Hiyo kazi ni ya nani? Hiyo kazi ni ya mchungaji. Na ndio maana kama mchungaji, lazima niwe mchungaji ambaye si wa kufanya nini? Si wa kubebeleza kila wakati mwingine nahitaji niwe mkali kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu that is the process of making. Nikikwambia kwamba fanya hivi, wacha kufanya hivi, it is a way of preparing you for the course God has for you. Hallelujah. Nikikwambia kwamba wacha tufike kwa wakati, is a way of preparing you for the course God has for you. Nikikwambia wacha dhambi, is a way of preparing you for the course God has for you. Hallelujah. Nikikwambia commit yourself to this and that, is a way of preparing you for what God has for. It is not an easy journey. It is not an easy journey. Sahi, wacha nitumie mfano wa mtu mmoja katika kanisa. Baba Viki ama Pastor Kanene
is schooling, anasoma theology. Na wakati ambapo anasoma, ukweli ni kwamba kuna mambo ambayo hageyapatia muda, lakini sasa inabidi ajinyime. Haleluya. Kwa sababu sijawahi mkosa hata siku moja kwa darasa. Inabidi ajinyime, atengeneza wakati wake. Make sure kwamba ameigiza wakati wake vizuri mpaka amepata nafasi ya darasa. Haleluya. Kwa sababu it is a way of training. Ukiwa mtu mwambie preparation demands for training. Haleluya. Demands for what? For training. Na wakati mwingine training is painful. Ukiwa mtu mwambie training is painful. Training is painful. And that's what we see Joseph going through. He is going through a process of training and preparation. So tunasema ya kwamba this process produces maturity in your faith and in your performance. Si hivyo ndivyo tumeona katika kitabu cha James. Ukiwa mtu ambaye utatengenezeka vizuri, ukipitia many trials, they will produce maturity in faith and maturity in performance. Ukitengenezwa na utengenezeke, utakuwa mtu ambaye ameimarika kufanya kazi ambayo Mungu amepaga. Na kwa hivyo nataka tuangalie mambo ambayo Joseph alipitia kwa haraka sana katika hiyo understanding. Nataka tuangalie mambo ambayo Joseph alipitia. The process God uses in making a great man. Nataka tuangalie mambo 7 ambayo Joseph alipitia in the process of his making. Kwa sababu tunataka tutoe kile ambacho kiko in the spiritual, tukifanya kikuja into the physical. Inua mkono wako wa kulia even before we go to that. Inua mkono wako wa kulia na useme, oh God my Father, I pray whatever you intended for me and whatever is created in the spiritual realms will come into a reality upon my life. Mwambie Bwana sasa kwa sauti kubwa, mwambie, oh God my Father, if there is a place I have diverted from your course, restore me now. Mwambie tena, oh Father, if there is a place I have given up from the process, help me to keep on moving. Restore me now to the course. Restore me now to the way that leadeth to destiny for the glory of thy name. Hallelujah. So tunasema ya kwamba kuna mambo ambayo tunaona Joseph alipitia, na mambo haya ndio tunasema it is the process that produces maturity in your faith and also in your performance. Mambo magapi? Mambo 7 kwa haraka sana. Wacha tuangalie mambo hayo. The process God uses in making a great man, or the process God uses to produce a great man. Number 1, we go through a process of we start by a process of making. The process of making start with beautiful dreams. The process of making start with beautiful dreams and vision that gives us great faith, hope and zeal to keep on going no matter what. Mahali ambapo huwa tunaanzia mahali pa tumaini. Dani enda pale katika kitabu cha Genesis chapter 37 from verse 2. The Bible says we start from a place of dreams and visions. Wacha nione watu ambao wako na ndoto za maisha yao. Acha nione watu ambao wako na ndoto ambazo bado hazijakufa, bado ziko. Haleluya. Unajua kuna watu walianza na tumaini lakini tumaini iliisha. Haleluya. Kwa sababu ya masaibu ya maisha. Naomba ya kwamba tumaini yako haitaisha katika jina la Yesu. You will keep on moving. Hallelujah. Dan ungekuwa hapo na ungesoma. Amen. Our process of making start with beautiful dreams and visions that gives us a great faith, hope and zeal to keep on going no matter what. That is what God has in store for you. That is what is in the spiritual realms. Those are dreams and vision that God has in store for you. Hallelujah. Soma Dan haraka. This is the account of Jacob and his family. When Joseph was 17 years old, he often tended his father's flocks. He worked for his half brothers, the sons of his father's wife Bilhah and Zilpah. But Joseph reported to his father some of the bad things his brothers were doing. Joseph ameanza kuwa tofauti mapema. Ukiwa mtu mwambie your dreams will make you different. Hallelujah. Your dreams will make you different. Your ambition for God will make you different. Ukiwa mtu mwambie when you see me different, don't mind me. Oh. Hallelujah. Ukiona niko tofauti wachana na mimi. I'm in God's hands. Bwana asifiwe. And I'm in making.
I'm being made to what God has intended for me. Hallelujah. So tunaona ya kwamba Joseph is reporting his brothers. Jacob loved Joseph more than any of his children. Because of his discipline and good and well-mannered life, Jacob loved him. More than any of his other children, because Joseph had been born to him in his old age. So one day Jacob had a special gift made for Joseph, a beautiful robe. But his brothers hated Joseph because their father loved him more than the rest of them. They couldn't say a kind word to Joseph. One night Joseph had a dream, and when he told his brothers about it, they hated him more than ever. Hallelujah. God has given you dreams, even where you are hated, because he has a plan. Hallelujah. Geukia mtu mwambie usijali na watu kukuchukia. Wakati mwingine kuna watu ambao wana complain kwa sababu in their families, hata wakati kitu kinafanyika wao hawapigiagi simu. Geukia mtu mwambie wachana na wao. It's only for a time being. Watakuwa wanakuinform ukiwa wa kwanza, sababu wewe ndio utakuwa msaada wao mkubwa. I wish you are getting this. Hallelujah. So don't mind people when they don't care about your existence. Don't mind. Continue laboring on yourself. Mwambie mtu jifanyie kazi. Na ukiinuliwa usisahau wenzako. Usisahau ndugu zako. Useme mlinitenda hii na sasa ni wakati wangu wa kufanya revenge. Ukiwa wewe ni mtu wa revenge na maanisha bado haujaudwa vizuri. Hallelujah. So tumesikia kwamba Joseph had dreams. Amepata dream ya kwanza, dream ya pili. They were enticing, they were making him feel good. Hallelujah. Geukia mtu mwambie God will give you dreams to keep you moving, even where you are hated, even where there is no hope. He will show you he still have a plan with your life. Angalia vile dreams ambazo Joseph anapata kwa baba yake, ya kwamba ndugu zake wanafanya nini? Wanamuinamia. Hata baba yake na mama yake wanafanya nini? Wanamuinamia. Geukia mtu mwambie those dreams, those ambitions will come to a reality if you walk with God. Biblia imesema kwamba nothing that God has started will not come to accomplish. Kila Mungu ameanzisha atakamilisha. Am I saying something to somebody? So tunasema kwamba God gives us beautiful dreams to energize us, to keep us moving even when there are difficulties. Ama unafikiri ilikuwa rahisi mtoto wa miaka 17 kuchukiwa na ndugu zake? Na wakati mwingine hata baba ku question the dream. Sio rahisi, si ndio? Hallelujah. Ilikuwa difficult. I don't know the difficulties you're going through ukiwa nyumbani ambazo zilikufanya umess up na life yako. Ukiwa mtu mwambie no matter what you go through, it's not an excuse to mess up your life. Hallelujah. Am I saying something to somebody? Kuna watu ambao they mess up na wana condemn the situations. You know, kama baba agenipenda, kama baba agenifundisha, kama baba agefanya, singekuwa hivi niko. Ona vile ninakaa vibaya. Unajua ni nini? Ni kazi ya baba. Ya ukia mtu mwambie you are in making. Hata mahali umechukiwa. Kama baba yako wa duniani ameshindwa, tuko na baba wa mbinguni ambaye anakupenda na anakujali na ako na mipango mizuri. I came here to say in the mighty name of Jesus, hata kama watu wa duniani wa karibu wamekosa kukudhamini, kuna Mungu anayekudhamini, kuna Mungu anayekupenda na anaweka ndoto za kukuonyesha kwamba wewe unaenda mbali. Na ndio maana nasema hapa ya kwamba kama kuna mambo magumu unapitia, wacha kuota na manyoka. Ukia mtu mwambie wewe si wa kuota na manyoka na kuota na vitu chafu. Ukia mtu mwambie that those are not dreams for believers. Those are dreams for unbelievers. Kwa sababu they are tormented by the devil. Even in the moment of difficulties, ukifika usiku ni wakati wa kupumzika na kuota ndoto mzuri. Ndoto za destiny yako. I wish you're getting what I'm saying. Ukia mtu mwambie don't be tormented both in the physical and also in the spiritual. Nimekuja kutangaza ya kwamba God is releasing beautiful dreams upon us, that even in our moment of difficulties we will not give up but we will keep on fighting to the end. Huwa naachilia ndoto nzuri za kutusaidia kuendelea kupigana vita. Number 2, we go through suffering, wandering and toiling. Huwa tunapitia wakati wa kuteseka, wakati wa kuzunguka bila kuona mazao, wakati wa kufanya kazi pasipo na mazao, that leads to disappointment and giving up in life if you are not careful. Bwana asifiwe.
Tunaona in the book of Genesis chapter 37 verse 15. Genesis chapter 37 verse 15 inasema ya kwamba, verse 15 inasema ya kwamba Joseph was toiling. Joseph was wandering. Joseph alikuwa anazunguka. Tusomee hapo Dan haraka. Joseph alikuwa anazunguka, lakini wakati wa kuzunguka kwake akatokewa na malaika, akatokewa na mtu akamuelekeza. Naomba katika maisha yako usiwahi fika mahali pa kutoa bila msaada. May God send help upon your life in Jesus name. Katika wakati wako wa giza, Mungu akatume msaada katika maisha yako. We serve a God who sends help in our time of desperation. Hallelujah. Huwa tunatumikia Mungu anaye uwezo wa kutuma msaada wakati wa desperation. Yesu wakati ambapo alikuwa anaenda kupitia msalabani, alitumwa malaika akamfariji wakati alimwaga jasho ya damu. Wakati ambapo Joshua alikuwa anaenda kuingia Jericho na imefungikana kabisa na Mungu amemwambia atampatia, alimtumia mtu. Hallelujah. Akakuja akamwambia vile atakavyofanya ili akaweze kuingia Jericho. Naomba in your time of staggering, in your time of wandering, in your time of toiling, may God send you help in Jesus name. I'm prophesying unto you now who you are toiling. May God send you help now in the name of Jesus. Mungu akatume msaada kupitia kwa organization yako. Mungu akatume msaada kupitia kwa your employer. Mungu akatume msaada kupitia kwa kanisa. Hallelujah. I really thank God because of the testimony ya Blender. Yakoba Mungu alituma msaada. Yaukia mtu mwambie Mungu anatuma msaada. Mungu anatuma msaada. Oh, shida yako ni kwamba wewe unajiangalia chini. Ambia mtu acha kujiangalia chini. Mungu anatuma msaada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya Friday tulikuwa na baraza. Na nikawa ninaambia baraza ya district bishop wetu advate mipango ambayo tuko nayo kama kanisa ya kwamba mwaka huu mnapaga kunibadilishia kagari. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa na shiriki ya kwamba watusaidie katika maombi na pia njia moja ya werevu ya kuwakaribisha pia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na wananisikia. Amen. Na sina shida. Amen. Kwa sababu this is true. Wakati ambapo nilitoa huo ushuhuda, nikawa ninawasilikisha. I remember what bishop said. My bishop Advate alisema hivi. Alisema, Alex, Mungu anaweza kutuma mtu ya kwamba hata hutahitaji hiyo gari inunuliwe na watu, na akupatie funguo akuambie hizi funguo shika, gari yako ndio hii. Bwana Yesu asifiwe. Those were words of my bishop. Na mimi nilikamata na nikakubali, sababu unajua Mungu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. So sometimes God is able to use ways that are far much beyond our expectations. Ukia mtu mwambie God is able to do that what you never thought can be done. Mungu atakutumia mtu. That is the point I'm driving home. In your place of staggering, in your place of wandering, in your place of toiling, Mungu atatuma mtu. Si Mungu akutumia mtu. Si Mungu akupatia divine connection. Si Mungu akupatia connection and networks. Watu ambao wataongea on your behalf in high places. Wale wanakaaga katika bodi ya mahali unafanyia kazi. Mungu akainua mtu atakayeongea on your behalf. Aseme how competent you are. Umekuwa unafanya kazi pasipo na promotion. May God send a man who will make you promoted. I wish you are getting what I'm saying. Wewe you are a good laborer. A very good businessman. Hallelujah. I always love this man, Vitalis, because he is a very good amen, mechanic or whatever. He is a very good, a very professional one. Na wakati mwingi, amen, engineer wa magari. Hallelujah. Na nilikuwa wakati mwingine na muangalia nasema, this man is talented. Hallelujah. This man is gifted. Akiguza mahali gari inakuwa sawa. Si Mungu afungue milango, my friend, aanze kutuma watu zaidi na zaidi. Akuconnect hata na zile magari za government na wale wanalipa katika jina la Yesu Kristo. Walete kwako. Si Mungu atupatie watu watakaoongea about us in high places. Because God is able to send angels and people who can speak on our behalf. Even in our place of suffering, in our place of staggering, in our place of defeat. Can I make a statement? Did you ever know even Potiphar was a God-sent angel to help Joseph? Ukia mtu mwambie, even your blessing is divine. Bwana Yesu asifiwe. Hata mahali unafanya kazi ni Mungu amekuweka hapo.
Joseph aliwekwa kwa nyumba ya Potiphar, mtu mwenye moyo safi. Haleluya. Mtu mzuri, mtu ambaye hana kinyongo. Ukia mtu mwambie hata mahali unafanya kazi, ni Mungu amekuweka hapo akiwa na mpango. Am I saying something to somebody? Ukia mtu mwambie, may God send you a man who will help you in your place of need. So number 2 nasema ya kwamba we go through suffering, wandering and toiling that leads to disappointment and giving up. Naomba ya kwamba you will not give up. Number 3, we go through temptations to settle for less than what God intended for us to accomplish. We go through temptations to settle for less. Unajua Joseph had become so comfortable in Potiphar's home. Ukia mtu mwambie, don't become so comfortable. Continue working hard to make yourself better. Hallelujah. Potiphar's house is not your destiny. Your destiny is Paris. Hallelujah. So don't settle for average. Wakati Mungu amekupagia excellence. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Ya kwamba we go through that feeling of settlement, that feeling of hallelujah, ya kwamba nimefika, nimetosha, na kiburi kinaanza kuingia. Hallelujah. Mtu ambaye ameinuliwa tu kidogo tu, alafu unaona mtu huyo amebadilika, amekuwa mtu tofauti kabisa. Si Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Amen. Settling for less, that is not our destiny. Joseph refused to settle for less. He chose to go for the best. Hallelujah. Amen. Number 4, I might say number 4, yes. We go through temptations to compromise our stand in God. He also went through temptations to compromise. In your area of elevation, katika mahali pa kuinuliwa kwako, you will face temptations to compromise. Kwa sababu shetani hawezi kukudefeat if you will not compromise. Can I make a statement? The greatest weapon of the devil to stop us from accomplishing what God has intended for us is sin. The greatest trap is sin. The greatest weapon is sin. Is sin. Dhambi. Na kwa hivyo Joseph akajaribiwa na dhambi. And he was almost giving in. Hallelujah. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa nini aliingia katika nyumba ya kulala? Ukia mtu mwambie kuna maeneo mengine ni no go zone. Hallelujah. Lakini nashukuru Bwana because his instinct, tunasema his instinct was strong enough to say no even when he had to leave his court. Bwana Yesu asifiwe. Ukia mtu mwambie afadhali uache koti, lakini don't compromise. Hallelujah. Don't dine with the devil. Don't dine with the devil. Usikule chakula na nani? Na shetani. Kuna watu wanasemaga nitafanya alafu tatubu. Mwambie mtu, for great men, for men of greatness, there is no chance for compromise. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe umeamua ni kuokoka oko, na kama umeacha njia iliyo nzuri, rudi kwa njia iliyo nzuri. Bwana Yesu asifiwe. There is no place for compromise. Mimi nakumbuka, wacha niseme hii kwa haraka sana. When I was young, mimi nilijua Mungu amenitengenezea nafasi ya kuinuliwa katika kazi yake. Nilijua even when I was very young, because I had dreams. Si niliwaambia mambo ya dreams? I had dreams and visions. Let me tell you the truth. Dreams na visions zangu ndizo zilinifanya nikae ngumu katika mambo mengi ya maisha. Can I make some few statement? Hapa najua kwamba kuna watu ambao wameenjoy pombe na Mungu amewasaidia kushinda tamaa ya pombe. Mimi sijawahi kunywa pombe na hii kinywa. Bwana Yesu asifiwe. I have never taken alcohol at all. Can I make another statement? Bwana Yesu asifiwe. Mambo ambayo tunayapenda sana, si ndio? Hata wakati ambapo nilikuwa kijana na mke wangu wako hapa, I kept myself pure until the day of marriage. Bwana Yesu asifiwe. Ukia mtu mwambie nilijua nikicompromise na yeye Mungu ataninyang'anya. Hallelujah. Nilijua nikifanya na hapo nianze kucheza Mungu aondoke. By the way, mimi nika grace tu ya Mungu ilikuwa inanitetea kwake na kwa watu wengine. Kuna wakati mwingine mtu anaangaliaga, hata mke anaangalia wakati ambapo mumeoana na mmekana na shidwa, na kwa ukweli kabisa, kwa ukweli nikiwa nimekaa chini na nimeangalia vizuri, ni kitu gani kizuri niliona kwa huyu. Bwana Yesu asifiwe.
Unajua by the way maisha inatupelekaga hapo. Unaangalia, najua mke wangu wakati mwingine akiaga hawezi kuniambia hii. Niwaambia ni nini? Ni uwepo wa Mungu katika maisha yangu. The grace and the favor upon my life hangeweza kuresist. Hallelujah. Na kujiweka katika usafi. Kuna mambo ukicompromise una lose destiny. Hallelujah. Nilijiweka vizuri na tulikaa miaka 2. Tulianza kujubiana 2007. Is it 2007? 2007 tulikuwa tayari tumeanza kuwa marafiki. Hata wakati wa vita alikuwa ananipigia simu kutaka kujua kama niko safe. Hallelujah. Sababu tayari alikuwa ameshaingia box. Na tukakaa 2008 na 2009 na tukaoana 2009 December. Hallelujah. Na by the way, wacha niwaambie ukweli. Hakuna mahali tushawaingia ama nishawaingia. Saa hiyo baba yangu by the way alikuwa anakuja hata kulipa school fees ya university. Alikuwa anakuja mpaka East. Anasimama kwa basa. Anasema nimeleta school fees ya lakini na akikuja na make sure ameniletea chapati na tutu vitu. Sasa ninashangaa. Sasa leo naangaliaga na shida my wife wakati ambapo alikuwa naona ule mtu amemchubia amekuja kulipiwa school fees. Alikuwa anafikiria namna gani? Mwambie mtu ni neema tu. Na yeye saa hiyo alikuwa anafanya kazi by the way. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anafanya kazi. Lakini God, wacha nisiendelee sasa. Wacha niendelee. Ukiya mtu mwambie when God has purposed for your life. When God has purposed to lift up your life, make sure that you will not compromise your walk with him. Walk in righteousness. Even when temptations come, stand strong. Hallelujah. Because God is planning for your uplifting. Let me tell you the truth. The other day nilikuwa najihoji. Nikawa naambia Bwana, mimi najua bado hatujamalizana. Nikiwa nimeamka usiku naomba. Nikamwambia Bwana, najua sijafika niko mbali. Mimi niko kama wakati ambapo Joseph alikuwa in Potiphar's house. Sahi. Hallelujah. Niko hapo kama wakati Joshua alikuwa in Potiphar's. There are many things I'm struggling with. And there is a temptation for me to settle for less. Ukiya mtu mwambie Pastor Alex says no to settle for less. That is number 1. There are temptations to compromise my stand with God. Tell your neighbor, Pastor Alex, we will keep on fighting until he get to his destiny. Na wakati wa kufika to destiny is when Christ will come back. Oh, am I saying something to somebody? Ukiya mtu mwambie it is a determination. It is a decision that one makes. Hallelujah. Jacob, I will not compromise. I will not do this and that for the glory of the name of the Lord. Am I saying something to somebody? So we go through temptations to compromise our stand. Number 4, we go through temptation to compromise our stand in God. Number 5, we go through delays and disappointments that test our faith, trust, and hope in God. We go through delays and what? And disappointments. Imagine delays and disappointment. Even after standing with God, there are delays. Hallelujah. The Bible says that Joseph was put in prison. Genesis chapter 41. Joseph was put in prison. Na after kuwekwa kwa gereza, what happened? Inasemekana ya kwamba aka-interpret dreams. Na watu wakamwambia tutakukumbuka, lakini hawakumkumbuka mpaka wakati ulipofika. Ukiya mtu mwambie when the appointed time will come, God will lift you up. When the appointed time will come, God will make you what he has purposed for you. God will amend your family. God will amend your relationship. God will make it happen. God will give you that husband you have been dreaming about. God will give you that family you have been praying for. God will give you that job you have been trusting God for. I came here to say the time is coming for your uplifting. Am I saying something to somebody? Delays and disappointments are part of the journey. Pastor Katoko. Hallelujah. Verse 6. The Bible says what? We go through formation and establishment. We go through formation and establishment to what God intended for you. We go through what? Formation and establishment. After disappointments and delays, there is a moment of formation. There is a moment of maturity. There is a moment of establishment. Hallelujah. To what God intended for you.
ili ukisimama mbele ya mfalme hautakuwa kama Joseph aliyekuwa na ndugu zake. Utakuwa Joseph aliyeundika. Haleluya. Geukia mtu mwambie utakuwa jina ya huyo, utakuwa huyo aliyeundika. God is preparing you. Geukia mtu mwambie God is preparing you. Ni wangapi ambao wanasikia wako in preparation and God is producing greatness in them? Lift up your two hands and say after me, say, Lord Jesus, I surrender under your formation and under your preparation. May you produce out of me the best you have for me. Hallelujah. May you produce out of me greatness. May you produce out of me favor, power, oh, great accomplishment. Hallelujah. Yakobo ukisimama mbele ya mfalme hata kuita kijana, atasema ni nani mwingine tunaweza pata kama sio huyu. Ukia mtu mwambie be prepared for the great cause. Amen. Can I make a statement and then I move on? Wengine wetu hapa tuko vile tulivyo kwa sababu ya maisha tuliyopitia, si ndio? Wengine wetu, some of us are very good wives. Some of us are very good cooks. Some of us are very good workers because of the problems and challenges of life ambazo tulipitia. Sasa ukipata kanafasi hivi hutaki kujoke around. Ni wangapi ambao wako hapo? Hallelujah. Si tuko hapo? Yakoba, we are product of where we are coming from. Can I surprise you? You are not yet. Wewe uko kama wakati wa Potiphar's house. Hallelujah. You are going far. Geukia mtu mwambie you are going far. You are going far. Hallelujah. You are going far. We go through formation and establishment that God intends for us. Bwana Yesu asifiwe. Na ya mwisho we enjoy. Hiyo ya mwisho tunasema we enjoy the fulfillment of our dreams and visions in life. Watu tunafurahia sasa kutimizwa kwa ndoto zetu.